Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida yetu na kama ilivyo ada yetu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa rehema zake na utashi wake na uwezo wake kwa mara nyingine tena ametuwezesha kukutana katika chaneli yetu hii tukufu. Kilichopo ndani ya studio ni taarifa juu ya masuala ya kidiplomasia, lakini pia masuala ya kisiasa na matukio mbalimbali ambayo yamenasa vyombo vya habari ulimwenguni. Na kwa sasa tunakwenda kuangalia habari na matukio muhimu ambayo yanayoendelea kupitia vita dhidi ya Marekani, Israeli dhidi ya taifa la Iran. Ikumbuke kwamba hapo jana yamefanyika mashambulizi makubwa sana na jeshi la Marekani dhidi ya taifa la Iran kwa kushambulia maeneo ya kimkakati ambayo ni maeneo ya madaraja makubwa, madaraja ambayo yaliyokuwa yanaunganisha kati ya mikoa na mikoa mingine, lakini baina ya Iran pamoja na mataifa mengine. Madaraja haya yameshambuliwa ikiwa ni sehemu ya mikakati ya Marekani kwa lengo la kutaka kudhoofisha mfumo wa mawasiliano na kukata ule mfumo wa mawasiliano baina ya Iran na mataifa mengine, lakini baina ya mikoa ya Irani pamoja na mikoa mingine. Lakini sanjari na matukio hayo ya mashambulizi ambayo yamefanywa na Marekani, na tumemsikia Rais Donald Trump akisifia mashambulizi hayo kwamba tumebomoa madaraja mawili ambayo ni madaraja makubwa, kwa maana kwamba anajisifu kwa kuwapa hasara Iran, madaraja ambayo yaliyokuwa yanatumiwa kama sehemu ya mawasiliano ya usafiri ndani ya nchi hiyo. Mrejesho wa Irani ukoje? Kwa sababu tangu vita vimeanza, Iran ni bandika bandua, ukipiga na mimi ninapiga, ukipiga miundombinu fulani na mimi ninapiga miundombinu fulani. Ndio ambavyo anavyokwenda Mwirani katika sehemu ya utekelezaji wa kisasi kwa kadiri ambavyo anavyoshambuliwa na mataifa haya mawili. Sasa jibu la Iran limekuwa ni nini, ikiwa ni sehemu ya kutangazia umma kama sehemu itakayomfanya yeye kulipiza kisasi? Jibu lake imekuwa ni nini? Iran amejiandaa kuhakikisha kwamba analipiza kisasi kwa kuhakikisha anashambulia maeneo yote ya kimkakati ambayo ni madaraja makubwa yanayounganisha baina ya mataifa ya Kiarabu ambayo yalichangia kumpa nafasi au kambi Marekani ndani ya Mashariki ya Kati. Hiyo sehemu ya kwanza. Kwa hiyo anashambulia kwa ajili ya kukata mawasiliano. Lakini sehemu ya pili ni kwamba Marekani ametangaza wazi na kuwataka watumishi ambao wanaofanya kazi katika makampuni ya Marekani ndani ya ulimwengu wa nchi za Mashariki ya Kati na kuwataka waondoke, kwa sababu mashambulizi yanayokuja maana yake yatalenga katika makampuni ya Marekani aliyowekeza ndani ya Mashariki ya Kati. Ikumbuke kwamba Marekani ni moja kati ya nchi ambazo zinaongeza uchumi wake na kukuza uchumi wake kupitia makampuni yake ambayo amewekeza katika ulimwengu, katika nchi mbalimbali ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ukifuatilia ndani ya Mashariki ya Kati utaona kwamba Marekani ndani ya Mashariki ya Kati ana makampuni makubwa mengi sana. Ana kampuni ya Apple, lakini pia kuna kampuni ya Microsoft, lakini pia kuna kampuni ya Nvidia, lakini pia kuna kampuni ya Google, lakini pia kuna kampuni ya Meta ambayo kwa sasa ndiyo kampuni ya Meta ambayo huko kabla ilikuwa inaitwa Facebook, lakini pia kuna kampuni ya Boeing, lakini pia kuna kampuni ya JP Morgan. Hizi ni miongoni mwa kampuni kubwa duniani ambazo zipo ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Sasa lengo la Iran kushambulia katika kampuni hizi ni nini? Ni kuhakikisha kwamba anadhoofisha mfumo wa uchumi wa Marekani kwa kupitia makampuni haya ambayo ni makampuni makubwa duniani, lakini pia ni makampuni ambayo yanaongoza kwa utajiri duniani. Mfano, kampuni ya Microsoft ni kampuni ya teknolojia ya kimataifa inayojulikana zaidi kwa mifumo yake ya uendeshaji wa Windows, kwa wale wataalamu wa masuala ya kompyuta. Kwa hiyo Microsoft Office ambazo Azure
tumefahamu inatumika kwa kompyuta binafsi. Pia tukipiga hii, maana yake inakuwepo jambo zuri sana kwa kudhoofisha kiwango cha uchumi na kuipa hasara Marekani. Lakini pia kampuni ya Apple pamoja na iPhone, Mac, iPad, lakini pia Apple Watch, lakini pia AirPods, Apple TV, huduma, lakini pia Apple Music, Apple Store, lakini pia Cloud, Apple Pay, lakini pia kuna Apple Fitness na Apple TV. Mifumo ya uendeshaji iOS pamoja na macOS pamoja na macOS pamoja na Palos na WatchOS, lakini pia kuna Vision. Sasa hii tukishambulia, maana yake ni nini? Maana yake ni lazima taifa lishuke kiuchumi, lakini pia maana ya Apple ina thamani ya shilingi dola za Kimarekani trilioni 3. Unaweza ukaona namna gani hesabu za Iran zinapokwenda. Lakini pia kuna JP Morgan. Hii JP Morgan Chase and Co ni kampuni sawa inayoongoza duniani, ni kampuni ambayo inayoongoza duniani, tumefahamiana vizuri, katika huduma za kifedha, lakini pia huduma za mabenki kubwa, lakini pia zaidi ya nchi ya Marekani, nchini Marekani, ikiwa na mali zaidi ya dola trilioni 4. Yaani Apple peke yake ina zaidi ya trilioni 3, lakini hii ina zaidi ya trilioni 4. Sawa, makao makuu yake makuu yako New York. Unaweza ukaona namna gani kwamba Iran amejipanga kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kwamba anawapa hasara washirika wake kwa kwenda kuwadhoofisha kiuchumi. Lakini pia Iran ipo imedhamiria kufanya mashambulizi katika kampuni ya Nvidia. Ni kampuni ya teknolojia ya kimataifa toka US na kuongoza katika kasi ya kompyuta duniani. Sawa, kompyuta ya akili, maana yake akili bandia, AI. Na yenyewe pia ina makao yake wapi? Ina makao yake ndani ya Mashariki ya Kati. Shambulio moja la mtandaoni kwenye mfumo wa usambazaji wa individual, maana yake shughuli zote za akili bandia AI zinaingia gizani na kutoweka. Tumefahamiana vizuri. Maana yake Iran ikifanikiwa kufanya mashambulizi katika makampuni haya, maana yake anakwenda kudhoofisha mfumo wa uchumi wa Marekani moja kwa moja, na hili ni jambo ambalo lisilokuwa na shaka ndani yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu roho ya Marekani ipo katika upande wa teknolojia, na teknolojia ya Marekani haiko nje ya haya ambayo yamewekwa makampuni haya ambayo ndio hufanya kazi ya kugundua mambo mengi ambayo leo hii yamekuwa tunayatumia na yanatumika kimataifa. Lakini ni moja kati ya mifumo ya teknolojia ambayo imeandaliwa sanjani na kutoa huduma kwa watu ulimwenguni, lakini wakati huo inatumika kama sehemu ya uchunguzi wa kiintelijensia, kama sehemu ya kijasusi kwa ajili ya kubadilisha tabia za mataifa mbalimbali duniani kwa kupitia mitandao hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani mgogoro huu unaenda kuwa ni mkubwa, ikizingatiwa kwamba hapo jana Iran jana usiku imeweza kufanya mashambulizi makubwa kwa kupitia makombora ya ballistic, makombora ambayo yana mwendo na kasi mara 2 ya sauti ya binadamu. Sasa ameanza kuyatumia katika phase yake hii ya 4 katika mfululizo wa mashambulizi takriban ya 32 au ya 33, lakini lengo kubwa ni kwa ajili ya kutaka kulipiza kisasi kufuatia mabomu ambayo yaliyokuwa yanapigwa katika kubomoa daraja hilo.
Tumefahamiana vizuri. Hapa aliingia mgeni kidogo, unajua studio hapa mambo mengi sana yanapitika. Kwa hiyo kubwa zaidi naombeni ndugu zangu kuendelea kusubscribe, kushare pamoja na comment. Asante.